Sayuni siku ya Sabato, wako wanafuata ibada. Akaona mama mmoja ambaye shetani amefunga mwili wake, maisha yake ya kimwili ilikuwa imefungwa. Na ukiangalia pale Luka 8:26-35 yake, alikutana mwingine naye ambaye shetani amefunga na akaweka leje ya mapepo ndani mwake ili huyo mtu apate kusumbuliwa. Ili nasema huyo mtu alikuwa anaishi kwa makaburi na walimfunga minyororo, yaani shetani alifunga akili yake na pia watu wanao wakafunga mwili wake. Biblia inasema walimfunga minyororo, wakafikiri solution itapatikana. Kini kabambi mweko nafungula passepartout. Alikutana ule mama kwanza, akamfungua mwili wake ukanyooka. Ukisoma mpaka 15 Biblia inasema akanyooka, akatembea na akaanza kumtukuza Mungu mpaka banafiki. Mkuu wa sinagogi akasema, jameni, mbona tuko siku 6 za kazi? Kwa nini mwanamke asingelienda kamuponyeshe mwezo siku 6? Siku ya Sabato tu ndio anakuja ili kuvunja Sabato ili wapate kumufungua. Yesu akasema, mwache binafiki. Nani mwenye afunguake ngombe yake siku ya Sabato kwenda kukula kwenye huko au kukunywa maji? Na huyu mwana wa imani wa kizazi cha Ibrahimu, je, singelikuwa vizuri afunguliwe siku ya Sabato? Stadi, fungua passepartout. Kama shetani alifunga mwili wako pia, sasa vile alifunga huyu mama, sasa vile alifunga ule mtu wa Magerasi, Yesu alipokuja nifungua passepartout, akafungua. Haleluya, haleluya. Ukiangalia kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake ya 5 mstari wa 18 na wa 25 yake, usisome, wa kuandika ataandika, tutasema. Na ukiangalia pia Yeremia 37 mstari wake wa 17 na 18, utaangalia jinsi gani mili ya watu inafunguaka. Ukiangalia kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake ya 12 mstari wake wa 14 hadi wa 17, na Matendo ya Mitume 16 mstari wake wa 12 hadi 27, utaona jinsi gani kanisa watu waliwafunga. Wanafunga mwili lakini hawakufungaka roho. Haleluya, hawakufungaka nafsi. Kwa sababu hawa mitume wako wanahubiri habari za Yesu Kristo, tuwafunge mugereza, miili yao wakatia muprison, wakatia bazamu, basoda, balinzi na mlango. Binatambia mlango wa chuma. Mlango wa chuma hiyo tofauti na mlango wa njanja. Mlango wa chuma risasi itobolake. Sasa wakawafunga mlango wa chuma. Unajua kwamba hawa watu tunawafunga muprizo, na njo vile wachawi wa rozi wanaweza funga mwili wako usikuwake na afya njema, wanaweza funga kazi yako, wanaweza funga vyako vyote vinavyoonekana kwa macho ya binadamu. Wanapenda wakukomeshe ili wakutilie vizuizi usipigake hatua. Lakini acha nikwambie, walipofunga Petro, walipofunga mitume, walipofunga Paulo na Sila mgereza, wakajua kwamba hapo tunamaliza kiburi chao, hawataendelea tena. Lakini kabambi ambaye kunafungua passepartout hawamfungiake, aliingia ndani ya gereza akafungua na watu wakafunguliwa. Shangilisi wa makofi na vigele. Yani hata kama watu wanaweza funga mwili wako, hawapendi maisha yako kuendelee. Wanaweza kukupiga ugonjwa moya usikuwake na afya kumtukuza Mungu, wanaweza bloke mambo yako yote. Lakini nakwambia kwamba tuko na funguo ya passepartout. Haleluya. Herode na Wayahudi walishangaa, waliona, walijiuliza, nani alifungua hii prison? Acha nikwambie, kila gereza ya kila aina
yoyote ile enye wachawi wanaweza wakakufungia. Bazazi yako wanaweza kuwa walisemaka, watu walisemaka maneno ya watu isikuharibishie mwendo, isikupunguzie mwendo, kwa sababu watafunga asubuhi, lakini jioni ikifika hapa, kwa jina la Yesu Kristo na kata kamba zote za shetani na haribu mipango tebilisi na bomoa na teketesa. Walifunga asubuhi, ukifika hapa jioni, ukirudia wanakutana na kuwa huko. Bakifunga jioni, unafika hapa asubuhi, unaomba, maana uko na funguo, wanakutana tena umefunguliwa. Ndio maana Yesu akaachia kanisa akamwambia msiogope. Mle kitabu cha Mathayo sura yake ya 16 mstari wake wa 18 na wa 19 anaambia Petro, objektifu yangu kuja kudunia nilikuwa kulijenga kanisa, na lile kanisa sababu litakuwa na funguo, litakuwa na uwezo, milango ya kuzimu ikifunguka haitalishinda kanisa. Kudizinefu akasema msiogope, na wapatia ufunguo, lolote mtakalolifunga hapa duniani na mbinguni litakuwa limefungwa. Mkifungua na mbinguni wanafungua. Kama mimi nafunga hapa na mbingu zikifunga, wewe utafungulia tena wapi? Kama mimi nafungua hapa, wewe na mbingu zinafungua, utafungulia tena wapi? Assurance de vie. Nikakwambia kwamba Elisha iko natembea bagarson 42 jeune garçon, manake na mabombasi tena babijana banajionaka sana. Moi j'ai étudié à Alvanium, j'ai étudié je ne sais pas où. Anakuwa nanzona ka bazea bafai tena kitu, banona Elisha anakana rupara yake, bananza mzarau Elisha kipara. Elisha kajigusa kulupara, che hii rupara Mungu, hii rupara nilijipatia ngani momeshi kama niko nafungua. Akafungua park. Ujiulize, ilikuwa ni mumungini, haikukuwa mpoli, ni mumungini. Kumbe Bwana kuna tembea na fungulo ya madubu ya maursi. Akisema ursi mkuu hapa, ulimwengu wa roho, dubu zikakuja zikavaa mwili zikamaliza bugararizi ya wale vijana. Haleluya! Usicheze na mtu ambaye alimwachia funguo, iko na uwezo wa kusema neno na mbingu zinafunga. Elia naye iko natembea, mfalme anajiona jiko mfalme, anatuma wasoda 51, anasema umwambie ule Elia na mwita kuja. Banafika na buguruguru yabo, habaje kama iko na fungulo ya moto. Haleluya! Ewe mtu wa Mungu, kuja hapa, mfalme anapita. Elia kama niko mtu wa Mungu, mbingu funguka sai. Akafungua mbingu, moto kawateketeza wote kwa dakika hii moja. Ahabu na mke wake Yezebeli banaleta bugararizi. Elia akasema mtajua leo kama niko na funguo ya kufungua mvua na kuifunga. Akasema kwa neno langu mimi nafunga mvua muda wa miaka 3.5. Nione bukaramusi yenu itafika, njala inaingia mwingine tena. Akasema tena kwa neno langu ndio tafunga. My God! Yakobo naye anasema jamani, Elia mwenye alishusha ile moto alizaliwa sawa na sisi, alikomala sawa na sisi. Hakuzaliwa kana huduma, hakuzaliwa kana kipawa, hakuzaliwa kana nguvu, lakini kwa imani aliomba, mbingu ikafunga, akaomba, mbingu ikafungua. Kwa hiyo Mkristo je mahali hapa, usiogope, usitishike. Hata umatie 18 mpaka 20, akasema sehemu yote ile watu 2 mara 3 wakikutanana kwa jina langu, na mimi niko hapo miongoni mwao. Tena ninawaasire, tukisema leo Uvire yanguke itaanguka, tukisema leo Uvire fungulio tafunguliwa, tukisema leo watu wapone wanapona, maana ni assurance ambayo Yesu alitupatia. Akasema lolote akusema ili wala mwache ili. Haleluya! Lakini nakutana wa Kristo
unafananishwa na soda mwenye banakuwa na mangumi neko na bunduki na masasi ziko ndani. Lazima tutumie ile funguo. Kama alisema nimewapa funguo, hapana kucheza na mtu mwenye kuna funguo. Kama hauna nayo, fanya angalisho. Usifikiri ya kwamba saa Shadraka, Meshaki na Abednego walikubali kuingia mtanuru la moto. Usifikiri hapakuwa na assurance, walikuwa wanajijua. Haleluya. Na wakamwambia mfalme, hatuna haja ya kukujibia katika neno hili, tunazo funguo ya kuzimisha ile moto. Haleluya. Wao mnaiwasha mara 7, lakini acha tu tuingie, tunakuasire tutaizimisha, sababu tuko na funguo ya kufunga na kufungua. Haleluya. Danieli na tuko na funguo ya kufunga vinywa vya simba na kitatuchezea. Wewe mwenye una funguo, jaribu angalia. Biblia inasema benye bakuwa na funguo ya kufunga vinywa vya simba, kabla hawajaanguka chini, simba ziliwararua na mifupa haikuonekana. Tamani sana kuwa na hiyo funguo katika maisha yako. Sababu gani? Hautakuwa na babaika uende kwa bachawi, uende kwa bafumu, uende kwa magicien. Acha nikwambie, plupart ya wale wote wanikanaka kumurabu wanasema na kreye chumba yangu ya maombi. Hawapendi kuingia mkanisa wasikie hii maneno yote tunasema hapa. Wanaaminia akili yao inashaka pofuka. Wengi ni wafumu. Wengi ni wafumu. Sababu mfumu anatumikisha kabisa. Mtu akati anakuambia leta mai, leta mafuta, leta nini, wende lingatere. Haiko mfumu hiyo. Mesalamu na wewe akili yako inafungwa, unapiga magoti. Mtu hana kiti mnyumba yake, iko nekala kungozi ya mbuzi. Me anakuambia fanya hivi, nitafungula maisha yako. Ishakafungula, siafungue ya kwake kwanza jameni. Mtu akili yake anashindwa kuwa na akili ya kujere bibi yake, watoto wake basomake, na japo ni haki yetu kusomesha watoto. Bibi yake hafanyake hivi na hivi, me iko na danganya ba Kristo. Kukosewa akili zimepofusha, ndio maana uko naenda kwa mtu mwenye hana baraka sana kubariki. Kinachobariki ni neno la Mungu. Haleluya. Na wale watu hawapendi wakuwe kontrole. No. Sababu kani wanajua kuko siri enye kumulinda. Shetani alitaka pofusha akili zao. Kijana mmoja alikuwa mwombaji sana, tuko naye. Mimi naomba petit va à l'école. Anasema no, Mungu alinikataza nisisome. Alikia munjia gani alikataza usisome? Maisha yako itakuwaje? Unasikia? Na akiomba hapa, acha nikwambie, mtu kuita jina la Yesu isikutishe. Jina la Yesu linajitumikia kalole lenyewe kwenye wanaliita kwa jina la Yesu linatumika. Maana nasema Mathayo 7:21, wengi watakuja kwa jina langu, Bwana tulitoa mapepo kwa jina lako, tuliimba kwa jina lako, tulihubiri kwa jina lako. Anaambia mimi sina besoin ya watu wenye hawana akili. Muondoke pale, sikuwahi kuwajua, hamkujua kama mapenzi yangu, mlikuwa mnafanya mapenzi yenu wenyewe. Kwa hiyo niko na besoin watu wenye kuwa na akili ya kujua kwamba wajibu wao ni kutimiza mapenzi ya Baba. Leo tunajipanga majina, mniita Archbishop, Profeta International, hayatokaka, hana hata passport. Utakuwa Profeta International na watu wanaogopa. Na adiwa mataifa ya wapi wewe? Akili hamna. Sisi wake. Sawa, mimi na kuwaka na mechi ya kuona. Siku moja wanatualika kukanisa moja. Watumishi kama diko pale, wanakuambia ujipresente, jina lako tu unatoka wapi basi. Bwana anafika pale, anakamata na anafanya hivi, analapa na kupatia visa. Allah, pokea passport.
pasiporo. Pasiporo c'est quoi? Na mimi naona bajinga benye bana nenda Mungu. Napokea baba. Unapokea uko na nani Bulaya mtenda? Hauna difra. Hauna connaissance hata moja ya kwenda wapi. Na pasiporo, bali tambia mnapokea pasiporo mkiroho. Airishi napokea. Sema yote baba, seme nini we mbafu? Hauna akili. Hapana kupokea pokea. Na angalia bwana, nini namuingia? Na nanepa na base moya karandi sana. Bali kwangu jipresente tu jina lako bwana. Niye, ndio fulani. Na nabadilisha sauti. Na tulisha muzika. Nikamwambia muokoke papa. Nikamwambia kanisa mimi siku nasikia mtu anahubiri hapa tu bile vyake. Hakuna vya kungoya, mwambia toka pale wewe. Atukose watu ya kuhubiri. Mwingine anatoka Kinshasa, anatuona kama shindio bambokate. Banajeshi watu ya Uvira. Tuko bambokate. Anapata neema. Unakuhubiri hapa ni neema. Haleluya. Ukihubiri hapa kwenye badoktera mparole viko bakiroho, uko na neema. Ujipange sawa sawa, ujue utasema nini mbele za watoto wa Mungu. Basi viko na besoin kusikia injili ya kweli, viko na besoin kusikia uwezo wa injili. Tangaza Yesu, hapana kutangaza mavazi yako, hapana kutangaza safari zako. Wale bwana Mercredi Afrika na anajichelewesha ina mabombasa watu wakino hapendi aabudu hapati yake tu satu ya kuabudu na kana diplomate. Nikamhurumia ile siku acha nimsikilize kwanza. Akafikiri shie wote hatuna akili sawa yeye. Anaanza kujitapa minjo naombeaka Madame Olive Lembe. Minjo ninakuwa nafanya intercession kwa. Mie nilienda Nairobi wakanitandikia tapi rouge kwa aeroport. Mie akamaliza 45 minutes bila kusoma Biblia, bila kutaja jina, bila kuhubiri. Sasa nilimaliza nikamkokota. Nikamwambia hauna bahati na hauna akili. Haujoko mbele za wanani. Nikamwambia désolé nisikoni tena kwa mazaba. Nikamwambia hatuna besoin ya kujua kuna diplome ngapi. Hatuna besoin ya kujua isakafanya safari ngapi. Hatuna besoin ya kujua kama uliombea kama Mama Olive Lembe. Hatuna besoin vile vyote. Hapa tuko na besoin utangaze jina la Yesu. Tulete fungulo ya kufungua maisha yetu ili nasi tufikie hatima ya maisha yetu. Ndipo kama Mercredi nikamwambia hapa hahubiri tena. Kama ilikuwa vendredi si je ne me trompe pas. Tulikuwa nabo papa msamehe tu, unaona natoka kine. Nikamwambia bana msiogope na mtu wa kine. Mtu angilikuwa na maneno na fulumiaka. Unaposimama tu unaanza kutosha makartushi. Mama anaanza kujihubiri, anaanza jitapa, unasema tujihubiri sisi, bali tunamhubiri Kristo. Haleluya. Nikamsamehe. Kama basi dimasha atahubiri. Papa akapenda kete na zile masaa zake. Mimi napita nenda kukanisa na mtana mwafeni iko na drage bafie ba mwa hivi. Anachonga saa ibada. Watu balisha fanya luanje, njoo achomoke na wamkaribishe mhubiri mara moja. Nikamwambia ni mzaha hii, iko na nini ya kutupatia? Ya kwenda kujionesha. Na yeye alipaswa kuhubiri. Pale nikamwambia Epafra. Kamata releve. Kuhubiri. Mimi tu anafuta papa taenda bila tamkanda hakuja kutafutia transport hapo. Kama mtu kuna mzigo wa kazi ya Mungu, hubiri, fanya kazi hiyo kazi kupatie pesa, kupatie nafasi. Lakini kwenye watu hawana akili, wanaona kama ndio sawa. Watu wenye hawana akili, mshwari kupa, watu wanaanguka, hasa iko na moto gani?
ndio upako ile. Basi upako ni tournevis ya kufungula akili za watu wasikie injili ya kweli ili wawekwe huru. Na kama wanakuja na mapepo, sababu tuko na funguo, pepo toka kwa jina la Yesu. Hakuna cha kukamata, piga mtu Biblia, kamata fimbo, kamata pendo, ndio pepo hazitatoka. Hiyo ni kupandisha mizuka hiyo. Pepo tepiga fimbo itasikia basi. Tuko napiga tu mwili. Lakini watu wenye wana akili na mbele bakeme mapepo mpaka bapandishe mizuka. No. Haleluya. 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 Shangilia Yesu kwa makofi na vigelegele. Tunamuiga Kristo. Yenye Kristo alifanya, ndio na sisi tunapaswa kufanya. Kama alitoa mapepo, na sisi tuzitoa kwa jina lake. Kama alifungua wenye kufungwa, na sisi kwa jina la Yesu fungua na fungua, na mtu anakuwa libre. Kama ni akili imefungwa, tutakugonga marteau 5 kilo. Maana yake neno la Mungu kwa marteau 5 kilo, 10 kilo, 2 kilo. Kama usiki yake tunakupigake ya D, itafika siku tunakupiga ya 10, tukupatie forme ile kichwa yako iongoke kwa vizuri, upate kumwabudu Mungu. Na iya kukue tena. Mimi naanza system. Kama tunakwambiaka usiki yake, nakupatia avertissement mubiro yangu. Damani niko nabapatia ya kwanza, ya pili, ya tatu, na kuweka hadharani. Mnajijua benye biko hapa, nishaka patia avertissement. Amen. Kwa upekee. Napungoa turu ya pili na ya tatu. Ya tatu utatia manguo kukichwa. Ndio upende kusikia. Ya tatu utapata foli. Hatupendi jina la Kristo lizarauliwe, na Kristo alikuja kufungua maisha yetu. Na kwenye unapita, niko mtoto wa Pastor Deo, unafanana Pastor Deo wewe. Kunini sasa? Bulevi njoo wewe. Bumalaya njoo wewe. Wewe unanifanana kunini? Bongo njoo wewe. Bukomvi njoo wewe. Sasa uko mtoto wa Pastor Deo, papa uko najaribishia. Bana niambiaka kila kunaendaka. Basi tulina mtoto wako fasi fulani jina. Mwingine kuna kana jificha mule, niko na wanawake batatu. Na napenda akaikani, we, keba. Kama una akili enda kule, siku akili zinarudia na kuya hapa. Mtumikia Mungu ni sacrifice. Haleluya. Ni sacrifice. Na mwenye ana akili afanyake sacrifice. Kama uko na akili tima, utajua nani mnayemtumikia. Ukose, upate, ugonjwe, uwe na afya njema. Kristo anapaswa kuwa namba 1 wa maisha yako, maana ni yeye ndiye kuna neno la mwisho. Akisema ndio, hakuna wa kusema hapana. Akisema hapana, hakuna wa kusema ndio. Akisema stop, hakuna wa kusema play. Walifungua mlango wa prison. Ala. Unajua, kuna vitu vingine tunasomaka literalement. Naingia ufikirie mngalindwa na bariere, sema kama basoda vikundi 4, cha kwanza, cha pili, mkasho ya kule asitoka. Mimi naona karandiko na hubiri mweka magari. Alipitia wapi? Acha nikwambie, usimwamini Kristo bure. Tafuta ukwe sawa vile Petro, ukwe sawa vile wale watu. Ukitembea watu waone tofauti katika maisha yako. Balozi wakukimbie. Bachawi lazima wasalimu amri. Juma anaona mtu wa tofauti. Ulifunga asubuhi, magharibi unafungua. Siku moja mama mmoja tulikuwa tunampangia maveni fast. Nali wa mama
Mimi naenda chooni, wanasema jamani, burozi ni wakuacha tu. Basi tunalala, tunabaua, tunabategea, tunabakanyanga, tunafanya, tunabakandikia, lakini wanalamuka biko very strong. Kwa siku moja sasa tunaomba, tunajua wachawi wanakuwa na masistemu zao. Mbele ya kule tunafunga pepo zote za kila aina. Kumbe wale wamama wanafugaka mademo biko na vitu amba vyao munyumba ndio wanakuwa wanaitilize. Sasa tunakemea mapepo kwa jina la Yesu, tuko na funguo vitu amba vinatoka sasa vinarudia na sasa vitufate, vinakutana sini miali ya moto, vinapiga ule mama mpaka analamuka na sure na vimba. Watu wanaona kwa mecha binadamu sure na vimba, mjukuu wake ndio baba na mmoja bibi, ulikuwa unalalamika usiku na nini? Mbona sure na vimba na ulilala huko? Nani alikupiga? Acha wewe mtoto aujue kitu. Akaenda msikitini akasema, jamani, ukuje mtuombee dua hivi na hivi na hivi. Bakamwambia, ulipangisha Wakristo na una baba. Sasa si tulifikiri habana moto, habana funguo, tulifikiri ni kawaida tu, bakanyage sina kanyaka denyo. Hapana, habana zidiana msika yake mzao. Wakamwambia, na sisi hatutaenda omba kwenye wale watu wetu, lakini dawa moja wafukuze. Bisi ni balokatele wafukuze, ndio dawa tu, bila vile hautakuwaka na amani. Kwa hiyo Mungu akusaidie hiyo funguo wenye balikuachia uitumikishe, ili akili yako itoke gerezani na ili pia mwili wako toke gerezani. Na jambo lingine la mwisho lenye shetani anafungaka watu katika kifungo cha imani. Yani anafunga nafsi, anafunga mwili na afunga roho na imani ya watu. Lakini Kristo alipokuja, Biblia inasema alipomaliza operasyon hapo, akaenda kufungula na roho pia. Kitabu cha Petro wa kwanza sura yake ya 3 mstari wake wa 18 na 19 inasema hivyo. Kitabu cha Samueli wa kwanza 12:8, 11 yake hadi 15 inasema vile kisi roho ya Samueli ilikuwa inafungwa. Lakini cha ajabu ni hiki, nisome tu neno kitabu cha Mathayo sura yake ya 27 mstari wa 15 hadi 15 tumalizie hapo. Tunasoma kitabu cha Mathayo 27 yake 50-57. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Inasema namna hii: naye Yesu akiisha kupaza sauti tena kwa nguvu, akaitoa roho yake, na tazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini. Nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka, makaburi yakafunuka, ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala. Nao wakiisha kutoka makaburini mwao baada ya kufufuka kwake, wakauingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Basi yule akida na hao waliokuwa pamoja naye wakimlinda Yesu, walipoliona tetemeko la nchi na mambo yaliyofanyika, wakaogopa sana, wakisema, hakika huyu tofauti na wengine, Mwana wa Mungu. Amen. Kwa makofi na vigelegele. Hiyo funguo ya passepartout ina uwezo wa kufungua nafsi, ndio akili. Ina uwezo wa kufungua mwili ukishambuliwa na magonjwa na matatizo mbalimbali. Hiyo funguo ina uwezo pia kufungua roho enyeko magerezani. Biblia inasema mule mu kitabu cha Petro wa kwanza 3:18 hadi 19, aseme Yesu Kristo alipoacha mwili wake kumsalaba, akaingia akashuka kuzimu, akahubiri roho zilizokuwa kifungoni tangu wakati wa Nuhu mpaka wakati wake. Hata Samueli pale kwa nini nakwambia, Samueli naye alikuwa mcha Mungu, alikuwa hana
kuichezesha kidumbwedumbwe, walaguzi wakaanza kupandisha roho ya Samueli waitumikisha, sababu ilikuwa sous control ya shetani, ilikuwa mprizo